Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka, Kenya nchi yenye baraka. Karibu. Kenya ni mojawapo wa nchi ambao wanazungumza katika lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo, Kiswahili ni lugha muhimu sana kwako wewe mwanafunzi na hata wazazi wako na marafiki zako unayeishi Kenya, kwa maana lugha yako kuu ni Kiswahili kabla ya lugha hizo zingine ambazo umejifunza. Mimi hapa Mwalimu Eunice niko tayari kukufunza Kiswahili, na kwa pamoja tutasoma, tutajifunza na tutapata kuelewa na kulitukuza lugha ya Kiswahili. Leo katika somo letu la pili tunaenda kuzingatia jinsi ya kuunda silabi. Kabla ya hayo tujikumbushe tuliyoyasoma jana. Je, wakumbuka? Jana ilikuwa siku ya Jumanne, Tuesday, tarehe 20 Oktoba, tarehe 21. Tulijifunza vokali ambazo pia zinaitwa irabu, na tukagundua kuwa katika lugha ya Kiswahili kama vile lugha ya Kiingereza tuna vokali 5. Ndio hizi hapa: a, e, i, o, u. Nimeziandika kwa herufi kubwa. Kisha hapa chini nimeziandika kwa herufi ndogo: a, e, i, o, u. Pia tulijifunza alfabeti ya Kiswahili. Alfabeti ya Kiswahili, Kiswahili alphabets. Tukagundua kuwa tuko na alfabeti a, ba, cha, da, dha, e, fa, ga, gha, ha, i, ja, ka, kha, la, ma, na, nga, nya, o, pa, ra, sa, sha, ta, tha, u, va, wa, ya, za. Na nilikuambia unapokamilisha kazi uweze kuandika alfabeti ya Kiswahili kwa herufi ndogo pia. Natumai ulifanya. Haya basi. Ni vizuri tumejikumbusha kusoma alfabeti ya Kiswahili na tumejikumbusha pia vokali zilizo katika lugha ya Kiswahili. Ni muhimu sana tungejikumbusha hayo, maana yatakuwa msingi kwa yale ambayo tutayasoma leo. Leo tunajifunza kuunda silabi. Silabi kwa Kiingereza tunaita syllables. If you paid keen interest in your English lessons, you learned how to form syllables. How do you form syllables, children? Correct. We form syllables by combining a consonant and a vowel. A consonant and a vowel. Hivyo tu ndivyo tunavyofanya katika lugha ya Kiswahili pia. Unachukua konsonanti, unaweka pamoja na vokali, kisha unaunda silabi. Sawa? Hebu tutazame. Hapa sasa tuna silabi kadha wa kadha. Tunaanza na herufi ba. Herufi ba tunaunganisha na vokali a, tunapata silabi ba. Herufi ba tunaunganisha na vokali e, tunapata silabi be. Herufi ba tunaunganisha na vokali i, tunaunda silabi bi. Herufi ba tunaunganisha na vokali o, tunaunda silabi bo.
Herufi ba tunaunganisha na vokali u, tunaunda silabi bu. Na hivyo hivyo ndivyo tutaendelea kuunda silabi tukitumia herufi zote. Sawa? Tazamia pale kupitia somo la jana tulikuwa na herufi kadha wa kadha. Tuna herufi ba, cha, da, dha, fa, ga, gha, ha, ja, ka, kha, la, ma, na, nga, nya, pa, ra, sa, sha, ta, tha, va, wa, ya, za. Nimeruka vokali. Haya. Kwa hivyo, baada ya kuweka konsonanti, kule mwisho unaongezea vokali. Kisha unaunda silabi. Kwa pamoja tusome. Ba, be, bi, bo, bu. Cha, che, chi, cho, chu. Da, de, di, do, du. Dha, dhe, dhi, dho, dhu. Fa, fe, fi, fo, fu. Ga, ge, gi, go, gu. Gha, ghe, gi, go, gu. Tuendelee. Ha, he, hi, ho, hu. Ja, je, ji, jo, ju. Ka, ke, ki, ko, ku. Kha, khe, khi, kho, khu. La, le, li, lo, lu. Ma, me, mi, mo, mu. Na, ne, ni, no, nu. Nga, nge, ngi, ngo, ngu. Ukiwa umependezwa nipe makofi ya hapa. Shukran. Tumeweza kujifunza silabi, ingawaje hatujakamilisha. Tumebakisha herufi kadha wa kadha kama umegundua. Hebu tuone ni ngapi zilizosalia. Kuna herufi nya, uongeze vokali, uweze kusoma nya, nye, nyi, nyo, nyu. Uende pa, pe, pi, po, pu. Ra, re, ri, ro, ru. Sa, se, si, so, su. Hadi ukamilishe. Hiyo ni kazi ya ziada nimekupa mwanafunzi. Ukamilishe kazi yako ya ziada na kupitia mzazi wako au mlezi wako akusaidie kusahihisha kama utakuwa umeandika yale silabi ambazo zimesalia vizuri. Fuata mtindo huo huo, chukua silabi, chukua herufi iliyosalia, ongeza vokali, unda silabi kisha usome. Panga kazi yako vizuri kutoka silabi ba, be, bi, bo, ba, bu. Hadi za, ze, zi, zo, zu. Ninatumai umeelewa na utaweza kufanya kazi ya ziada. Shukran, hadi tutakapopatana kesho, majaliwa. Kwaheri.